Mullah Muhammad Umar Mujahidi, mara nyingi alifupishwa Mullah Omari, ndiye aliyekuwa waziri mkuu wa chama cha Kiislamu cha Taliban. Mullah alikuwa kiongozi wa 11 katika mlolongo wa viongozi waliopata kuiongoza Taliban. Alishika madaraka ya kuiongoza Afghanistan mwaka 1996 hadi mwishoni mwa mwaka 2001 pale nchi yake iliposhambuliwa bila kisa na Marekani na kulazimika kuingia vitani. Taarifa zilizozagaa mwanzoni mwa mwaka 2013, taarifa hizo zilidai Mullah amefariki. Taarifa hizo zinadai kuwa Mullah alikufa kifo cha kawaida tu baada ya jitihada za Bush za kumuwinda kwa kila aina ya silaha kushindikana. Hata hivyo, hakuna chanzo chochote kilichoweza kuthibitisha kifo cha Mullah hadi kuingia mwaka 2015. Mullah alikuwa ni mmoja wa viongozi wa Taliban waliotakiwa mno na Marekani. Wakati fulani aliyekuwa rais wa Marekani George Bush aliwahi kujigamba kuwa angeweza kumkamata Mullah, lakini Mullah mwenyewe akajibu kuwa ardhi ya Mwenyezi Mungu ni pana. Kauli ya mujahidi huyu ndiyo iliyotimia, ambako hadi Bush anaondoka madarakani hakujua Mullah yuko wapi, ili hali vyombo vya usalama vya kijasusi kuanzia makachero wa Mossad, MG-15, FBI, CIA walimwagwa Afghanistan kumtafuta kiongozi huyo shupavu aliyekuwa na msimamo usioyumba. Duru zote za kijasusi zilishindwa hata kupata fununu ya wapi aliko Mullah, mshirika wa karibu wa Amahun Sheikh Osama bin Laden. Licha ya hadhi yake kuwa kubwa, hakuna mengi yanayofahamika kuhusu Mullah. Habari zake zilifichwa mno. Kuna picha mbili tu ambako pia hazijathibitishwa kama ni zake. Picha inayoonekana katika makala hii ndiyo iliyotumiwa sana na vyombo vingi vya habari mwaka 2002. Picha zilizopo za Mullah zimebaki kuwa mjadala. Hakuna kabisa picha ya Mullah. Inaaminika kuwa upigaji picha unakinzana na kanuni ya Uislamu. Yasemekana kuwa Mullah ana athari ya jicho moja, ana urefu wa futi 6. Mullah anaelezewa kama mtu mwenye aibu sana na huwa si mwongeaji sana na wageni. Katika kipindi chake kama amiri au raisi wa Afghanistan, Mullah Omari alitoka mara chache sana nje ya mji wa Kandahar na alikutana na wageni kwa nadra sana. Mara nyingi waziri wake wa mambo ya nje, Wakil Ahmedi Mutawakil, ndiye alifanya mambo mengi ya kidiplomasia. Iliripotiwa Julai 29 mwaka 2015 kuwa Mullah Muhammad Omari alifariki dunia. Taarifa hizo zilithibitishwa na shirika la ujasusi la Afghanistan na Taliban siku ya pili yake. Maisha ya Mullah Muhammad Omari. Kwa mujibu wa vyanzo vingi, Mullah alizaliwa ama mwaka 1950 au mwaka 1962 katika kijiji kilichopo ndani ya jimbo la Kandahari au jimbo la Uzgan. Baadhi ya watu wanasema kuwa Mullah alizaliwa mwaka 1950 au mwaka 1953 au alizaliwa mwishoni mwa mwaka 1966. Mahali halisi alipozaliwa napo pia hapafahamiki kwa uhakika. Huenda alizaliwa katika kijiji kilichoitwa Noda, wilaya ya Panjwai, jimbo la Kandahari. Wengine wanasema kuwa Mullah Omari alizaliwa katika kijiji chenye jina hilo hilo katika jimbo la Uzgan. Vyanzo vingine vinasema kuwa Mullah Omari alizaliwa mwaka 1960 katika kijiji cha Nuri jirani na Kandahar. Kijiji hiki cha Nuri kilichopo katika wilaya ya Maiwandi jimboni Kandahari ni mahali pa pili ambako paliwekwa katika orodha ya vizuizi dhidi ya Mullah. Kwa mujibu wa biografi ya Mullah iliyochapishwa na mtandao wa Taliban mwezi Aprili mwaka 2015, alizaliwa mwaka 1960 katika kijiji cha Cha Il Himat Yaka Krez, jimbo la Kandahari.
Ukiacha mahali pa kuzaliwa, mahali alipolelewa Mula katika kipindi cha utoto wake ni wilaya ya Dehrawod, akiwa amehamia kijijini hapo na mjomba wake baada ya kifo cha baba yake, japo wengine wanasema kuwa hapo ndipo alipozaliwa Mula. Mpashutumu huyu alizaliwa katika familia masikini ya Afghanistan vijijini ambayo haikuwa na ardhi. Ni familia ya ukoo wa kabila la Hotak. Kwa mujibu wa Hamidi Kazal, baba yake Mula alikuwa ni kiongozi wa kidini katika eneo lake, lakini familia ilikuwa masikini na haikuwa na nasaba kabisa katika mji wa Kandahar na Kabul. Walikuwa ni Waafghani wa tabaka la kati na yumkini hawakuwa watu wa jamii ya wasomi. Babake Mula, mzee Mawlawi Ghulam Nabi Akundi, alifariki dunia wakati Mula akiwa bado mtoto mdogo. Kwa maneno yake mwenyewe, Mula alisema alikuwa na umri wa miaka 3 pale baba yake alipofariki, na baadaye akalelewa na baba zake wadogo. Mmoja wa baba zake wadogo akamwoa mama yake na familia yao ikahamia kijijini wilaya ya Dehrawod, ambako baba yake mdogo huyo alikuwa ni mwalimu wa dini. Imeripotiwa kuwa familia ikaishi katika kijiji cha Dewanamaki jirani na mji wa Dehrawod. Mula Muhammad Omari alipigana vita kama askari wa mujahidini waliopambana na majeshi ya Sovieti akiwa chini ya kamanda Nek Muhammadi. Kwa tambo lake, Mula alikuwa ni mwembamba mrefu lakini mwenye umbile lenye nguvu. Ndiye askari aliyeteketeza vifaru vingi vya majeshi ya Sovieti katika kipindi hicho cha vita. Masanamu ya Budha yalivunjwa kwa amri ya Mula Omari, ambaye alisema masanamu yote yaliyopo Afghanistan lazima yavunjwe. Hii ni hatua iliyozusha kilio cha kimataifa. Katika mahojiano na BBC baada ya mashambulio ya Septemba 11 mwaka 2001, Mula alisema, nyinyi BBC na redio vibaraka za Amerika ndiyo mnaotengeneza hofu ya maisha. Nchini kwetu sisi tunatengeneza nusura ya Mwenyezi Mungu. Ukweli ni kwamba inayotoweka ni Amerika, na inshallah Amerika itatoweka. Baada ya vita vilivyoongozwa na Marekani nchini Afghanistan mapema mwezi Oktoba mwaka 2001, Mula alisadikika kuwa ndani ya Afghanistan au ndani ya Pakistan. Marekani ilitoa donge nono la dola za Kimarekani milioni 10 kwa mtu yoyote ambaye angeweza kutoa taarifa za kusaidia kupatikana kwa Mula. Mwezi Novemba mwaka 2001, Mula aliamuru majeshi ya Taliban kuondoka mjini Kabul na kwenda milimani, akisema kupambana mijini kungeleta hasara kwa sababu ya mashambulizi ya anga ya adui. Waziri wa mambo ya nje wa Afghanistan, Wakil Ahmed Mutawakil, alisema kuwa eti Marekani ilieneza propaganda kuwa Mula amekimbilia mafichoni. Mimi ningependekeza kuwa waziri mkuu wa Uingereza Blair na Rais Bush wa Marekani wote waje mahali fulani ambako Mula pia atatokea, halafu tuone ni nani atakayekimbia. Waziri huyo alisema kuwa Mula alibadili tu makazi yake kwa sababu za kiusalama. Katika majuma ya mwanzo ya mwezi Oktoba mwaka 2001, nyumba ya Mula Omari mjini Kandahari ilishambuliwa kwa mabomu na kuwaua mtoto wake wa miaka 10 pamoja na baba yake mdogo. Mula aliendelea kuwa na mvuto na mafungamano na viongozi wa makundi mengine katika nchi yake, ikiwa ni pamoja na Jalaluddin Haqqan. Kundi la hasimu wake wa zamani Gulbuddin nalo pia liliripotiwa kuungana na Mula pamoja na Taliban. Mnamo mwezi April mwaka 2004, Mula alifanya mahojiano kwa simu na mwandishi Mohammad Shizahadi, na katika mahojiano hayo alisema kuwa Osama hakuwa amekufa,
alikuwa hai na tena buheri wa afya, ambako yeye binafsi aliwasiliana na Osama miezi kadhaa nyuma ya mahojiano hayo. Msemaji aliyetekwa na Taliban, Muhammad Hanif, alipata kuambia viongozi wa serikali kibaraka ya Afghan mwezi Januari mwaka 2007 kwamba Mullah Omari alikuwa akilindwa na shirika la kijasusi la Pakistan ISI mjini Quetta, Pakistan. Mwaka 2012 ilitolewa taarifa kuwa Mullah alimwandikia barua Rais Obama mwaka 2011 akielezea shauku ya kufanya naye mazungumzo ya amani. Mnamo Julai 29 mwaka 2015, serikali ya Afghanistan ilidai kuwa Mullah Omari alifariki dunia mwezi April mwaka 2013 kwa mujibu wa shirika la ujasusi la Afghanistan. Mullah alifariki dunia na kuzikwa sehemu fulani ya mpakani siku ya pili baada ya kifo chake. Taliban ikathibitisha kifo chake na kusema kuwa naibu wake Mullah, Akhtar Mansur, ndiye atakayechukua nafasi yake. Mullah Mansur ndiye amiri wa Taliban aliyeendelea